Katika tukio la kuhuzunisha lililotokea hivi karibuni, Mzee Meshak Opiyo kutoka eneo la Kabondo Kasipul katika kaunti ya Homa Bay ameelezea kwa uchungu mkubwa jinsi mwanao wa kipekee Albert Ojwang alivyokamatwa na baadaye kupoteza maisha yake akiwa mikononi mwa maafisa wa polisi. Leo hii matokeo inatokea kwamba mtoto wangu amekufa kwa majeraha ya kupigwa. Nahitaji unieleze kwa nini ulimuua mtoto wangu. Kwa sauti ya majonzi, Mzee Meshak alisema kwamba Albert alikuwa mtoto wake wa kipekee na ndiye aliyekuwa tumaini lake la maisha. Alieleza kwa maumivu kuwa amemlea mtoto wake tangu akiwa mdogo hadi alipomfikisha katika chuo cha kiufundi cha Pwani, akiwa na matumaini makubwa ya maisha mazuri kwa kijana wake. Siku ya tukio, Albert alikuwa nyumbani kwao akimsaidia baba yake na kazi ya shambani. Albert alikuwa akipanda mboga na baba yake alikuwa akipalilia mahindi. Kijana huyo alimwomba baba yake pikipiki ampe ili aende eneo la Linga kuchukua miti. Aliporudi, familia ilikaa kwa pamoja wakaanza kula chakula cha mchana. Wakati huo pikipiki 3 zilifika nyumbani, 2 zikipita nyuma ya boma na moja ikisimama mbele. Mzee Meshak alitoka nje kwa heshima kuwapokea wageni ambao walijitambulisha kuwa ni maafisa wa polisi. Mmoja wao aliitwa Sigei, wengine wakitoka maeneo ya Ugenya na wengine wakitoka maeneo ya Mawego. Walisema wamekuja kumkamata kijana wake Albert kwa madai ya kumtusi bosi wao kwa mtandao wa kijamii wa Twitter. Walimfungia pingu na kuondoka naye hadi kituo cha polisi cha Mawego. Mzee Meshak akiwafuata nyuma. Walidai pia kuwa walikuwa wamemkamata kijana mmoja kutoka eneo la Kisii kwa tuhuma za kuchafua jina la naibu commissioner wa polisi. Albert aliweza kumpigia baba yake simu wakati akielekea eneo la Nairobi, akimwomba baba yake awaambie polisi wamfunike sehemu ya uso wake kwani alikuwa na ugonjwa wa puma. Mzee huyo alienda hadi Nairobi kufuatilia na kutaka kumwona mtoto wake, lakini alizungushwa. Hatimaye saa 4 asubuhi ilipofika, aliitwa kuingia ndani ya ofisi ya kituo. Hapo ndipo alipopewa taarifa ya kutisha kwamba mwanao amefariki, wakidai alijigonga kwenye ukuta. Mzee Meshak amesema kuwa hakupata tena wale mapolisi waliomkamata mwanae, aliwaona 3 tu. Ameomba serikali muonyeshe ukweli kuhusu kifo cha mwanae, akisisitiza kuwa mwanae hakujiua bali aliuliwa akiwa mikononi mwa polisi. Maneno yangu hata ni machache tu, sina maneno mengi. Naibu mkuu wa polisi Bwana Eliud Lagat, wewe ndiwe uliyetumana watu wako ma-DCI waje nyumbani, waje wachukue mwanangu ili wamlete Nairobi. Katika machozi na kilio, Mzee Meshak ameomba msaada wa serikali na anataka haki itendeke. Beverly Boke, Kenya Coastal News. Hii yetu ya Kenya, pamoja na heshima ninayopatia watumishi wa serikali ambao wanatumikia nchi hii yetu, nilipeana kijana wangu kwa heshima hiyo mkononi mwako, maana nilipata habari kupitia kwa watu